So Dr. mpenzi mtazamaji, unaendelea kutazama Kioo cha Hoja. Alhamisi ya leo tunazungumzia swala zima la udhibiti wa vileo humu nchini. Vileo viko vya aina mbalimbali, na hapa studioni tuko na Richard Kagiri, mwenyekiti kutoka shirikisho la wafanyi biashara wa pombe kaunti ya Kiambu ama bewa la Kiambu. Lakini kabla tuendelee, nataka turudi kwake ama tuelekee kwa Beki atueleze pengine wanasemaje pale mtandaoni. Rebeka, kwako. Naam, Wakesho, tulikuwa tumeuliza swali kwa nini vita dhidi ya uraibu wa vileo nchini havijafanikiwa, na pia swali lingine tumeuliza, je, umeathirika vipi na uraibu wa vileo? Hapa kwenye jumbe fupi kuna mmoja anasema vileo havina faida yoyote kamwe, vipigwe vita kabisa. Mwingine anasema kwa maoni yangu ufisadi umezidi, hasa kwenye wizara ya usalama, kanisa na EACC wasaidie. Joshua Mutua Musau kutoka Makueni, Mwaka kutoka Makueni. Mwingine anasema kwenye jumbe fupi bado hapa Wakesho. Kuna mmoja anasema hello, mimi ni kinywa ndio nakuwa soba. Gavai ache cause hii ni kazi. Sifa Tuda Moroto. Sifa kutoka Tuda Moroto. Mwingine anasema Oletina, Transmara South, the reason why is that police are collecting money from bar owners. Also some police are the bar owners themselves. Mwingine anasema hapa Mwea, kijiji cha Ngothi, vilabu vinaendelea kama kawaida, usinitaje. Mwingine amesema tusimtaje, lakini tujemtaja jina. Anasema pale eneo la Mwea, kijiji cha Ngothi, vilabu vinaendelea kama kawaida. Mwingine anasema pombe imekuwa tangu enzi za babu zetu. Serikali kubali pombe za kienyeji na zitengenezwe kwa mazingira safi. Kama watu wana mahali pa kupata pombe za bei nafuu, pombe ya bei nafuu kwa mazingira safi, hizi pombe haramu zitaisha. Na pia tutafautishe kunradhi watu ambao wanatumia madawa ya kulevya na wale ambao hutumia pombe ya kienyeji. Basi mwingine anasema Oletina kutoka Transmara South, anasema the reason is that police are collecting money from bar owners. Kidhani kwa nimesoma ujumbe huo, na anasisitiza kwamba and also some police are the bar owners. Mwingine anasema Gideon Cool kutoka Narok, inafaa pombe ya bei ya chini iwe 500. Ya pili iwekwe masaa ya saa 11 jioni hadi saa 4 usiku. Mwingine anasema kwa sababu wale ambao wangedhibiti vileo kama polisi, ili swali ambalo tulikuwa tumeuliza hilo la mbona unadhani bado hatujaweza kupigana na vileo. Mwingine anasema ni kwa sababu wale ambao wangedhibiti vileo kama polisi wanaenda pale kuchukua hongo kila mwezi badala ya kushika wahusika na kuwapeleka kotini. Anaitwa Reverend Kakubi kutoka Busia. Mwingine anasema hello, nauliza hii pombe ya second generation kuradhi ni ipi? Na busaa ni kienyeji ama second generation? Busaa haijaua mtu yeyote. Niopio Maende kutoka Rarieda. Mwingine anasema Priscilla Kapchok kutoka Kapenguria, wale wahusika kama askari ndio wanahongwa kila mara. Kwa kweli hatuna vizazi wa kutulea, wapewe nguvu nyumba 10 kwa sababu wanaelewa nani wanahusika. Huyu anasema anapendekeza nyumba 10 ipewe nguvu waweze basi kukabiliana na vileo. Mwingine anasema hapa Narok South, Ololunga, Olashapani location chain kutoka Chief, wanalala juu pombe ni mingi sana. Lala mchana kwa sababu pombe ni mingi sana. Za upper zone na maskari wanakulia pia, wanapewa yao kwa mwezi. Mtazamaji mmoja wa kutoka Narok South, Ololunga. Mwingine anasema sio pombe zote ni haramu wasi. Ni Brivian from Soisam. Haya, kwako Wakesho. Haya, bila shaka Rebeka hapo. Wakenya kweli wana maoni. Richard, umeyasikia haya ambayo yanajitokeza kutoka kwa Wakenya. Ni kipi pengine kimekushika? Kimenishika kwamba wote hawajaelewa. Wengi sana na kama vile nilivyosema, vita dhidi ya pombe haramu huwa inachanganywa na vita vita vya pombe haramu zinaingilia vita vya pombe iliyo halali. Na tuangalie sasa katika yale yalizungumzwa na mtu ambaye ninaheshimu, Profesa Kithure Kindiki, kama CS wa Interior and Coordination of National Government. Kuna masuala 25 aliyataja ambayo ni ya kujaribu kudhibiti. Lakini katika kuyataja kuna
yale alichanganya pia. Akaweka pombe pamoja na drugs. Akaweka pombe pamoja na narcotics. Unaona hata yeye na vile raia wanasema, wote wanasema kitu kimoja. Wakati unapigana na narcotics, unapiga pombe halali. Tuelewe pombe halali vile inavyotengenezwa. Inapitiaga katika maabara ya serikali through KEBS, na kisha inawekwa stamp ya KRA ambayo ni kusema imelipa excise duty. Kisha ikifika kwetu tunalipa kitu inaitwa VAT, value added tax. Na kati ya faida yetu na kile tulinunua tunalipa turnover tax. Kisha wakati tumeuza kuna tax ingine ambayo inaitwa tourism levy 2%. Kwa hivyo hii pombe ni gharama, hata ukiona zile gharama nyingi ama pesa nyingi huwa zinaenda kwa serikali. Sasa wakati ambapo CS aliban spirits, na hiyo ban ikaafikiwa hata KEBS saa hii. Kwanza saa hii tunaishi wakati mbaya kuliko mbeleni. Kwa sababu ukienda kuskani saa hii pombe yote inakwambia si mzuri kwa saa hii. Ama inakwambia kwamba haijaidhinishwa. Ama iko suspended. Hata mtu mwenye anataka kutengeneza ile haramu saa hii anaweza tengeneza na aweke kwa hizo chupa, kwa sababu zote zinasoma kitu kimoja. Jambo la pili, wakapeana makataa ya siku 21 ili watu wale waliokuwa manufacturers waweze kwenda waangaliliwe na wapitishiwe. Siku 21 zishaisha, hatujapata ni nini ambacho wale walipata baada ya kufanya huo utafiti. Walipitisha ama waliangusha. Sasa tuko katika hali ambapo nao baadhi unakuta kaunti zingine wamefunga baa zote. Tunavyozungumza. Saa hii tunavyozungumza. Na wakati huo huo tunafaa kuelewa ya kwamba tumetoa legislation kutoka katika parliament na kutoka katika county assemblies. Saa hii makataa yakifanyika katika hoteli ikuje itagazwe kwa runinga, inafuatwa kuliko hata katiba ya Kenya. Haya makataa aliyotoa 25 hayakulegislatiwa. Na mimi nataka kusema ya kwamba saa hii hakuna hata Kenya Gazette hata moja ambayo inachukua haya makataa. Lakini sasa wamepeleka kwa machief. Yes, hebu tuangalie tena kisheria. Chief ni nani? Ako na sheria yake inaitwa Cap 128. Na imemuelekeza kwa zile drinking dens. Hizo pombe haramu zinaitwa illicit na drinking bouts. Lakini si kwa hizi licensable liquor outlets. Licensable liquor outlets tunakumbuka kwa sheria ya Mutuzo ilikuwa yule mtu anaweza ingia kwa bar ni inspector and above. Sasa tunauliza chief amekuwa inspector ndio aanze kuja mkorogo. Sasa kunakuwa na mkorogo. Tena sasa ukija katika sheria kifungu namba 186 ya katiba inasema yule mwenye amepewa hiyo function ni yake. Katika hizi level mbili za government kuna schedule 4 part 1 ya constitution inasema kitu kinaitwa criminal law justice system, ama mambo ya kushika mtu kumpeleka kotini ama kwenda kumfungia polisi. Hiyo ni kazi ya national government na inatekelezwa na polisi. Upande wa pili nao unakuta schedule 4 part 2 liquor licensing ni function ya county government na inatekelezwa na county government. Sasa wakati national government inaingilia function ya county government na kuanza kusema baa itafungwa, wakati walipea hiyo function kumekuwa na mwingiliano pia. Sasa yule mtu hapa anaumia. Sasa leo nitashikwa na chief anikibishe kotini, kitabu tuje tuulizane alitoa wapi hizo powers, kwa sababu kuna kitu tunasema umeact beyond statutory powers. Tena kesho polisi naye akuja anishike, kesho kutwa mtu wa kaunti naye akuja anishike. Sasa si unaona unaua hii biashara? Si wanawahangaisha ndio hiyo biashara iondoke ndio wapigane, ni vita dhidi ya mbadala. Hebu tuulizane ukweli. Kama pombe ukienda kwa supermarket ikiskaniwa hivi inaweza toa ya kwamba hii pombe iko na code, na wakati imeuzwa kwa supermarket huwa inajitoa kwa system inasema hii tumeuza. Kwa nini tusitumie mambo ya kileo kupigana na ulewi na unywaji wa pombe baya, badala ya kutumia zile njia za zamani ya kwamba kama kweli imetengenezwa na KRA kaskani ikitoka
ili waweze kulipisha pesa yao ya hiyo tunaita excise duty. Ni kusema pia tunaweza itrack sasa kutoka wakati ule ilitengenezwa. Tuitrack ikitoka kwa manufacturer ikuje kwa distributor. Tuitrack imetoka kwa distributor saa ngapi na ikafika kwa duka yangu ama biashara yangu. Tena sasa na mimi nikiuza tuitrack ya kwamba hiyo imetoka na imekuwa expired. Kama utapata hiyo chupa tena na ukuje uiskani ukute ya kwamba iko in market na iko na pombe, unajua hii ilitoka kwa stock miezi 6 iliyopita, kwa hivyo hii ni suspect ya illicit brew. Na nani utachukulia hatua? Na tena kitu ya pili. Pombe inatengenezwa na nini? Tunajua ni ethanol. Wameweka mikakati gani ya kufuatilia vile ethanol pia nayo kutoka pahali ambapo inaundwa ilindwe kama vile tu huwa tunalinda mahabusu mpaka ifikie ile mikono ambayo inafaa. Utakuta hakuna, ndio maana watu wanapata ile ya rahisi. Na ile ambayo ni sumu. Ndio, na hiyo tena kuna ethanol nayo. Ethanol kwanza inafaa kulindwa kama yule mhalifu sugu. Kwa sababu nayo pia ndio inaua zaidi. Kwa hivyo serikali hapa imeregea katika kitu kimoja. Imekosa kulinda watu wa biashara. Na hapa Kindiki alisema wako radhi wapoteze huo ushuru. Alisema hivyo. Kuna yale mambo huwa yanasemwa lakini katika utekelezaji inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu tukisema tupoteze ushuru na tayari tunaona idara zetu zimedidimia, tumeona tunaendelea tu kukopa pesa, hatuwezi sema ati ni njia mzuri ya kupoteza ushuru. Hali tu bado tuna import pombe zingine kutoka nje ambazo hatujui zinatengenezwaje. Tungeimarisha kwetu, tutengeneze ya kwetu, tufaidi watu wetu na tuhakikishe mahali ambapo inatumika iko sawa. Na ndio unasema nyinyi washikadau mjahusishwa. Ukimaliza hiyo hoja. Hiyo hoja ninataka kuimalizia hivi. Ya kwamba sheria katika kifungu namba 98 cha County Government Act inasema sisi hatujawezeshwa. Na kwa sababu hatujawezeshwa, hatujaweza kuweka njia ama mikakati inayofaa kwa kuwa tunaelewa. Na kukosa kuelewa ni hili ya kwamba sheria katika kifungu cha namba 137 za hiyo County Government Act inasema ya kwamba sisi tulikuwa tunafaa kufanya civic education na ikuwe na curriculum. Na sasa sijui kama wakesho wewe umewahi fanya civic education ukafanywa mtihani ukapita ama ukaanguka. Wakati tulipokosa kufanya hili inasema sisi hatujawezeshwa na hatuelewi. Kwa kukosa kuelewa ndio maana kifungu namba 68 cha sheria hii ya Mutudho kilikuwa kinasema yule ambaye alikuwa minister wa national government then, saa hii ni Minister of Interior and Coordination of that tunamuita CS. Watengeneze regulations ili yule mwenye anakunywa ajue anakunywa nini na mwenye kununua ajue ananunua nini. Kwa kukosa kuelewa tukakosa regulations. Saa hii tumebadilisha. Tunakaa kwa mahoteli, tunafanya statistics, alafu tunakuja tunaanza kuweka mikakati kama hii ambayo inaathiri na ambayo pia haifuati mkondo na makataa na marufuku. Na makataa na marufuku. Kwa hivyo tunaishi wakati mbaya na hivyo ndivyo nchi huwa inatoka katika mtindo wa kufuata sheria, tunaanza kufuata directives. Tunatumai kwamba wanasikia yale ambayo unasema. Lakini kidogo kabla niulize swali langu, kuna huyu ambaye alikuwa ameuliza hii pombe ya second generation ni ipi? Wengi hawaelewi na nauliza kama busaa ni haramu, pengine unaweza zungumzia vile vile ugusie mratina. Maana anasema busaa haijaua mtu. Okay, kuna kitu hapa nitasema ya kwamba kimetumika sana hili jina second generation. Lakini ukienda kwa sheria utakuta kuna nitasema fafanuzi ya jina pombe. Na ndio hii tunaita alcohol. Imefafanuliwa ni nini? Lakini hakuna kitu kisheria kinaitwa second generation. Hakuna. Inakaa katika mawazo ya watu kuna kitu kinaitwa second generation. Na nimejaribu mimi pia kutafuta sheria ya second generation. Haujapata. Haiko. Kwa hivyo wakati tunataja second generation, tunaanza kujumuisha ni ya kwamba ni ile pombe ya rahisi. Hiyo ni sisi, ni maoni yetu. Lakini kama kunayo inafaa kuwa registered. Yani iwe kwa sheria kuna pombe second generation ambayo viwango vyake vitakuwa kutoka hapa mpaka hapa. Kutoka hapa mpaka hapa. Hatuna. Kwa hivyo tukikosa tutakaa tu tukiita second
generation. Bila shaka umejibu hili. Jambo la pili, zungumzia busaa, mnazi kwa mfano, kwa nini mtu aende kumtia mbaroni? Na pia muratina. Ni sheria kuna. Na nashukuru kuna mahakama moja hapa Kiambu ambao waliweza kupitisha na kusema kwamba sasa muratina sio pombe haramu. Ya kiasili. Busaa pia ni pombe ya kiasili ya watu wengine. Na hii ya Mombasa hii umeita mnazi pia ni pombe ya kiasili ya watu wengine. Tuelewe kuna kitu kinaitwa opaque beer. Opaque beer ni ile pombe ambayo inatengenezwa sasa na njia hizo za kiasili kama vile muratina. Na muratina sio halali. Ingredients za muratina tunazijua. Zinakuwa 5. Na zikiwa 5, tukitoanisha zikuwe kila kitu peke yake, hakuna kitu haramu. Sasa sijui katika hizi vitu ambazo si haramu tukiziunganisha hizo 5 ni gani haraka haraka? Kwa haraka haraka kuna maji. Maji ni uhai. Na kuna kitu kingine kinaitwa tuna asali. Asali ndio asali ipatikane, nyuki huwa naenda maili 9 kwa 9. Ikitafuta. Kwa hivyo inasema ukuwe na bidii ya kutafuta. Pia kuna kitu ya 3 ambayo tunaita muratina yenyewe ni ile inakuwa na mbegu nyingi. Kwa hivyo inakuangazia Kikikuyu, inakuangazia uzae zaidi watoto wengi. Na pia muratina inakuwa ya kwamba huwa haikatwi, ni yenye kujiangusha. Kwa hivyo inasema inakupa maisha mingi mpaka siku ile utajiangusha. Yaani ukianguka wewe ni kulala utalala kwa sababu umepitisha muda wako. Hiyo kitu ingine ni miwa. Naam. Miwa nayo inakuwa, unajua inakuwa na steps vile inakuwa. Kwa hivyo nasema wewe na wewe uendelee kukomaa. Kwa vile unaenda ukikomaa. Hii ingine nayo ni joto. Joto ni kusema kwamba pia kwako kusiwe kama wewe ni mzee usikae bila hata watoto. Kwa hivyo unafaa kuwa na hiyo joto. Kwa hivyo tunaelewa hiyo ni nini. Naam. Wale nao wanaotumia ile ingine ya upande wao na mnazi pia wana itikadi zao na watakwambia maana yake. Kwa hivyo haikuwa ati ni mbaya, ni pia iliwekelewa ikasingiziwa na tena sasa lawama zote zikarudia ya kwamba hiyo pombe ni mbaya. Hata saa zingine huwa wakati inashikwa kile kitu hawakufanya ni kusema ni nani atapika, atapika lini, itakuwa ya biashara kwa sababu sasa haina riba. Hakuna kitu inalipa serikali. Kweli itakuwa ya biashara ama haitakuwa ya biashara. Kwa hivyo hizo sheria sasa ndio wangeweka ili ionekane ya kwamba hii haitakuwa ya biashara. Lakini kwa madhumuni ya yale mambo ambayo tunafanya traditionally, hii itatumika. Nyinyi wazee wa pande fulani na nyinyi wazee wa pande fulani, ni nani atapika na atapika lini? Tunaweza kuwa na sheria inasema yule ninayepikia ameorodheshwa na function yake iko ili hata kipigiwa simu atasema yes, hiyo pombe iko hapo, ni mimi napikiwa kwa sababu msichana wangu anakuja kuolewa. Na hiyo ndio itatumika. Sheria haikutengenezwa, haikuundwa, haikujadiliwa. Yule mwenye kwenda kutengeneza sheria alitengeneza akiwa bado na feelings za vile ambavyo anaweza imaliza. Haya, warudi tena basi watengeneze hizo sheria jinsi inavyofaa. Lakini mtazamaji, nataka tupokee simu moja hapa yake Samuel akiwa katika kaunti ya Nyamira. Samuel, hujambo? Asante sana kwa kuungana nami hapa kwenye Kioo cha Hoja. Pengine kauli zako zipi kuhusiana na mada ya leo? Sasa mimi ningependa kushukuru huyu bwana Kagiri. Hello? Hata endelea kabisa. Sasa shida ni kwamba ni vigumu sana kujaribu kutetea pombe ambayo sio haramu wakati ambayo pombe haramu ndio imezidi kiwango. Kwa hivyo ningeomba mimi, maoni yangu, nyakati ambayo wengine tumekuwa huko nyuma, kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inadhibiti unywaji, utengenezaji na usambazaji wa pombe. Lakini leo hii kwa sababu ya hujumi imebidi pombe ingine imetokea, hiyo inajulikana sijui generation ya pili, sijui ya 5, na ingawa pombe ni biashara imeharibu ambayo vijana ungetegemea hapo siku za kesho. Kwa hivyo mimi ningependa kama ni jambo la maana pombe isimamishwe kabisa. Leo hii opportunities ya biashara ni mingi. Kusudi hiyo idara ya pombe iwekwe sawasawa, ijulikane ni akina nani wanaweza kunywa na ni pombe aina gani na afya yake ithibitishwe vilivyo. Naam, asante sana kwa kauli zako. Bila shaka mtazamaji, huyo ni Samuel Nguso kutoka kaunti ya Nyamira. Anasema opportunities za biashara ni nyingi.
tuachane na hii mambo ya pombe? Niseme ya kwamba katika zile biashara ambazo zinajulikana na zimekubalika kisheria, hii ni moja. Na hauwezi sema ya kwamba badala ya kudhibiti vile watu ambavyo wanafanya biashara ama vile itatengenezwa, useme ya kwamba umefunga. Kwa sababu licha na hii pombe halali, ni ukweli kwamba kuna pombe haramu ambayo mimi si kiongozi wake katika Kiambu County. Kama kuna kiongozi wake, labda siku moja atakuja hapa studioni ajieleze. Na haikunywi kwa hizi vilabu ambazo tunasema zifungwe. Na ninamuelewa sana yule mtazamaji wetu na maoni yake. Amechanganya pia ile halali na ile haramu. Kuna fungu katika hata Biblia inasema ngano na dhawani zitakuwa pamoja, lakini mwenye kuvuna atakuja achague ngano aache na dhawani. Kwa hivyo yule mwenye amekosea tumchukulie makosa yake na atafute akiwa mkosaji. Yule mwenye hajakosea aendelee na biashara yake. Kwa hivyo kile kitu tungekuwa tunapigana nacho ni hii haramu. Na tujue tutaijuaje hii haramu. Na isiingiliane na hii halali. Hii si kitu inasema mpaka wafunge. Ni kitu tunaweza fanya tukifanya kisheria vizuri, itaweza kubainika hii halali. Na ni kile tu kifungu cha 68. Ile ulitaja. Hii kinasema vizuri umtengeneze ili mkunywaji kama saa hii wa kesho. Nyanya wa miaka 100 akija hapa akupatie noti ya shilingi 1000, akwambie wa kesho, niangalilie hii pesa kama ni mzuri, niangalilie kama hii pesa ni mzuri. Utaanza kushikashika mahali kuna koti, sikie kama iko sawa. Utaanza kuangalia kwa taa, uone kama iko sawa. Ukifanya mambo kama hata ingine utakuja hivi uwekelee hivi uone inajikujua, ujue iko sawa. Utaigiza hata kwa maji ujue kama iko sawa. Kwa hivyo Central Bank walihakikisha wakati unashika noti ya 1000 utajua ile ambayo ni original na ile ambayo ni fake. Ni nini tunauliza tu? Tunauliza kutengenezewa regulations ambazo zitafanya nikishika hivi pombe najua hii ni original, ndio ninafaa kukunywa. Na nikishika hii nikiangalisha wapi ama ifanye nini, ninajua hii nayo si original, hii ni fake. Tutofautishe ile halali na ile haramu. Haya, muhimu sana. Nataka tuangazie swala lingine ambalo limejitokeza mwezi wa Machi tarehe 28 pale katika mahakama ya Shanzu Mombasa. Swala zima la shisha. Shisha yauzwa kwenye hivi vilabu, pengine kwa madhumuni ya mtazamaji utamueleza shisha ni nini, mwingine haelewi. Lakini ni aina ya kileo kama sijakosea. Unadhani ni kwa nini mahakama pale Mombasa imesema kwamba ile marufuku ambayo imekuwepo kuharamisha shisha, amesema sasa kwamba iko kinyume cha sheria, na hivyo basi Wakenya wako na uhuru? Madhara yake yapi, pengine tueleze hapa? Shisha, tuseme ukweli, ni kitu ambacho ilianza kutumika kule nchi ya India. Na India hawaiti shisha, wanaita hokash. Na baadaye ikasambaa Middle East, ikaja Turkey, Asia, alafu ikafika Afrika. Na shisha ni tobacco. Kulingana na ule uchunguzi ambao nimefanya, ni tobacco ambayo imetengenezwa na ikawekwa flavors za matunda ndani yake. Na shisha ina viungo, sijui nitaziita viungo ama ingredients ambazo moja ni nicotine. Nicotine huwa ni moja ya zile viungo ambavyo vinasababisha kitu tunaita lung cancer. Shisha pia inaongezwa kitu tunaita carbon monoxide. Na ikiongezwa carbon monoxide na taa, tunakuta ya kwamba ni hatari. Na ukienda kama UK, wamesema vizuri ya kwamba wao hawataki shisha. Na kwa nini walikataa? Ilikuwa inasababisha lung cancer na mouth cancer. Lakini sasa Kenya yetu tuko na shida. Jambo la kwanza, shisha ujue bado upande ule mwingine huwa inaleta wateja na watalii. Kuna watalii wengi. Sasa kama watu wa India kwao ndio walianza, ikija kwao wanaona ni kitu cha maana. Kwa hivyo watalii wengi wakija katika hizo mahoteli kubwa, sasa wanafurahia. Kwa hivyo haiuzwi katika hizi baa kidogo kidogo. Lakini kukawa na case ambayo ilikuwa kotini, I think na iliamuliwa pale kunaitwa hapa Ukambani, Machakos. Wakasema idara ya afya iweze kufanya mikakati ya kuandikisha
vile ambavyo shisha itakuwa inatumika. Na wakapewa makataa, nyinyi muende mfanye, kwa sababu saa hii hata kama tunaikataa hakuna sheria yoyote ambayo imetungwa ya kuweza kufanya sisi sasa tuseme mtu akikunywa ama akivuta ni kinyume cha sheria. So wakati hawakutengeneza, ndio sasa hakimu, ujue hiyo sio high court, tunasema ni binding, it is not binding but ni convincing. Akasema mimi naangalia kisheria, nimekuta hakuna sheria ambayo inasema usivute shisha. Kwa hivyo ilikuwa tu ni directive ndio ilikuwa imebana. Na hapa Kenya directive na law zimeingiliana sana. Sasa inakuwa mara nyingi tunakaa katika wakati wa directives badala ya kuweka sheria ikuje irekebishe. Kwa hivyo sasa yeye alikuwa right, anasema hamkutengeneza sheria vile mliambiwa na High Court. Kwa hivyo sasa hata ukiniletea huyu mtu nitasema alivuja sheria. Nitatumia sheria gani hata kumfunga? Naam, bila shaka mtazamaji, ndio mada nzito hizo hapa kwenye Kioo cha Hoja. Nataka tuelekee mapumzikoni mafupi alafu turejee, muda umeyoma, lakini namuona tayari John Mutudho amewasili hapa, atakuwa anatupa kauli zake 2-3 kuhusiana na mada hii ya leo, jinsi ya kudhibiti vileo humu nchini na shughuli nzima ambayo imekuwa ikiendelea. Tuelekee kwenye mapumziko.